Leo nahitaji tujifunze namna gani ya kutengeneza CRUD ambayo hapo tutatumia language ya Java kwa kutumia framework ya Spring Boot, ambapo hapa tutajifunza. Kwa kitu cha kwanza lazima ujue unataka kutengeneza API ya aina gani. Kwa hiyo kitu cha kwanza inahitajika ujue unatengeneza API gani. Tujalie tunataka kutengeneza API ya employee. Maana tutengeneza hii API ya employee. Na tukishajua kwamba tunataka kutengeneza API employee, pia tunahitaji tujue, je, huyu employee tunahitaji awe na attribute gani na gani. Tujalie tunahitaji awe na employee ID, pia tutahitaji awe na first name, awe pamoja na last name, awe na position yake, tujue yuko position gani hapo kazini. Chukulia hivi vitu vitatu. Kwa ukishajua kwamba mimi API yangu nataka ichukue hii, then lazima ujue namna gani unaenda kuitengeneza. Kwa hiyo lazima kwanza uende ukatengeneze project yako katika website moja inaitwa Spring Initializer, ambapo ndo utaenda kutengeneza hiyo project yako. Kwa tukienda direct, ina maana tuta search kwanza Spring Initializer, mimi ndio hii hapa, nitaingia hapa Spring Initializer. Kwa ukifungua hapa, cha kwanza kuna project, lazima uchague aina gani ya project ambayo unaenda kufanya. Inaweza kuwa Gradle, inaweza kuwa Gradle Groovy, Gradle Kotlin au Maven. Sisi tutachagua hii Maven. Then language tutatumia Java. Katika Spring Boot hapa tunachagua version, kwa unachagua version ambayo unataka wewe. Then kuna group ambayo ni com.example. Sasa kama una kampuni yako unaweza kuweka com, utafuta hii example, unaweka mfano kampuni yako, mfano Zandev, com.zandev. Then kwenye artifact hapa ndio tutaweka hiyo project yetu. Tujalie project yetu inaitwa employers. Tunahitaji tuwasajili employers wote, tuwajue employers. Then toka hapo tunakuja katika description. Hapo unaweza kuelezea kwamba hii project ina deal na nini. Maana yake list of employee kwenye project yetu, tutakusanya hivi vitu. Packaging tunatumia Java sisi, kwa sababu tunatumia Java. Katika configuration unachagua either uchukue .yaml au .property, tuendelee kutumia .property. Then katika Java hapa tunaangalia version ya Java yetu ipo ngapi. Ukichagua 25, maana yake hakikisha kwamba JDK yako ipo 25, haipo chini ya 25. Chagua 21, same chagua 17. Kutoka hapo ina maana sasa uje utengeneze dependencies zako. Kwa dependency ya kwanza ni kama ilivyoandikwa hapa web, utaandika nawe web, kwa tayari web MVC. Na ukiangalia hii ndio nakwambia ina include RESTful application using Spring MVC, uses Apache Tomcat as the embedded container. Ya pili utatumia hii JPA, utatumia hii JPA. Then ya tatu ukiangalia hapa kuna DevTools, utatumia nayo DevTools. Utatumia hii. Na ya nne kuna security, kwa vile sisi tunafanya just CRUD, kwa security kwa sasa ina haja, tunaweza kuja kayadi mbele. Kingine lazima tujue tunatumia database aina gani. Kwa mfano tunatumia Postgres, tutachagua Postgres driver, SQL driver. Kimaliza hapo kuna ku explore. Hapa unaenda kuangalia, je, hivi vitu vyote vimeingia kama ulivyohakikisha hapo.
kama Java ipo sawa, kila kitu. Ukimaliza una generate. Kwa ukigenerate utapata .rar. Ile .rar sasa utakuja kuifungua. Sasa .rar ukifungua ile unakuja kutana na kitu tuingia hapa users. Ukifungua .rar utakuja kuna kitu kama hichi. Hii .git kwa mara kwanza utaifungua kwa sababu project yako itakuwa bado hujaipush katika GitLab au GitHub. Utaanza kuikuta hii .id, .mvn, ndio tumetumia Maven pale. The source, target, upload, git, docker, compose.yaml, docker. Hii pia utaikuta sababu utakuwa bado hujafikia masuala ya deployment. Kwa hizi pia utazikuta. Utakuta hii app.md, mvnw, mvnw.smd pamoja na pom.xml. Kwa hiyo cha pili unahitajika uwe na IntelliJ IDE ambayo ni hii. Tabii uwe na hii software inaitwa IntelliJ. Then ukiingia hapa then uta open, na ukiopen direct itaenda ku open kwa kupitia hii IntelliJ. Kama hapa tufungua. Kwa mara ya kwanza kabisa project yako utaikuta ipo hivi. Hii ndio project yako utaikuta hivi namna kama hivi. Kwa hili ndio lile jina la project ambalo unaandika kule. Kwa hiyo utaanza kufungua hapa. Kuna IDE utaiacha, mvn utaiacha, source utakuja kwenye kufungua hapa tu kwanza, utakuja utasoma kuna kitu kinaitwa pom.xml. Kwenye pom.xml huko ndo tunaona zile dependencies tulizokuwa tumeziadi. Nadhani unakumbuka hapa tulikuwa tunaingiza hizi dependencies. Hizi zote hizi zinakuja kukaa maeneo haya hapa. Tayari hapa. Then utakuja kutafungua hii source. Fungua source na kuja kufungua main. Fungua main kuna Java na resource. Fungua resource maana yake ndo kuna ile application.property. Kama unakumbuka hapa tulisema kwamba sisi tunatumia property. Kwa hapa sasa kwenye hii property kazi yake ni nini? Kwenye application.property maana yake hapa sasa ndio tunakuja kuiruhusu kuiconnect hiyo local database yetu Postgres ambayo tulichagua. Kwenye dependency hapa kuna tumesema kwamba tunatumia Postgres. Sasa hii Postgres lazima tuiunganishe Postgres ambayo imo ndani ya kompyuta yako, uiunganishe na hii project. Sasa hapa ndo tunakuja kuiunganisha. Namna gani ya kuunganisha hiyo tutakuja kuangalia mbele. Then kuna kitu kinaitwa Java. Fungua Java. Mara kwanza ukifungua utaona hizo config, controller, enum, hizo zote utaziona. Just utakuta hii com.example plus pamoja na hii. Sasa hii ndio ile kampuni tuliyoiweka hapa. Kama hapa tumeweka com.zandev, kuna maana na hapa utakuja kuta com.zandev alafu jina la project ambayo ni jina la project yetu ni employers. Kwa utakuta hiyo employers. Then utahitajika utengeneze package. Hapo tutakuja kujifunza video inayofuata.